Shalom shalom mtu wa Mungu. Karibu kwenye FPCT Kisiwani TV. Leo tupo nyumbani FPCT Kisiwani Antiochia Mission Center. Tuko kwa ajili ya mahojiano maalum na mchungaji kiongozi wa mahali hapa, Pastor Aaron Msuta. Tunataka tumuulize kwa habari ya utumishi wake, ilikuwaje akawa mchungaji, changamoto gani alipitia, kwa nini Kisiwani ina neema ya kufungua makanisa mengi. Usiache kutufuatilia, twende mwanzo mpaka mwisho. Mbarikiwe sana. Nashukuru Mungu. Sisi ni na maswali kushare na wewe. Ulijuaje kama una huduma ya kuwa mchungaji hadi ukakabidhiwa tayari Kisiwani? Vipi tunaendelea, ilikuwaje historia yako? Kwa ufupi, historia yangu inaanzia hapa. Ilikuwa mwaka 1996 nilipokuwa ninafanya maombi mahali. Mungu alinionyesha kwamba kuna kijiji kinaukiwa, kinahitaji kufarijiwa au kinahitaji, yani hakina mtu wa kuwasaidia, kinaukiwa, wanahitaji. Sasa Mungu akanionyesha kile kijiji. Nilisikia kulia sana. Sikujua kama nilikuwa ni kijiji kiko wapi, maana Mungu alinionyesha tu kijiji na nilikuwa niko bondeni, nikakiona kiko kama juu ya kilima. Amini sio kilima hasa lani ya eneo la ardhi, lakini nikasikia kulia na kuomba sana. Sasa ndio ilianza hapo. Sikujua nianzie wapi, lakini tayari Mungu alinipaga picha kama filamu hivi, nikaona kijiji kinahitaji msaada. Historia fupi ya kanisa la Kanisa la FPCT limeanza mwaka 2009 tarehe 9 mwezi wa pili pale kwa Msomali, nyumbani kwa mzee Robert. Baada ya Mungu kuonyesha kisiwa ambacho kimelikiwa kijiji, wewe kama muonyesho wa maono, ilikuwa hatua gani? Nilianza kuomba Mungu ni wapi nitaenda, na kwanza sikuwa nimepanga kuwa mchungaji, lakini nilianza kadiri nilivyoendelea kuomba Mungu. Mungu alichelewa kunionyesha nianze lini na taanza vipi, sikuwa najua. Kwa hiyo ila tu niendelea kuomba, lakini hiyo picha haikuondoka kwenye moyo wangu na kwenye kichwa changu. Siku ambayo unakuja kuanza huduma ya kanisa, ulikuwa na watu wangapi na ilikuwa kuna ugumu gani kutoka kukubaliana na kuwa mchungaji? Yaani ulipitia hatua gani ngumu, umesema kwa nini Mungu ameniita kuwa mchungaji? Swali zuri sana na lazima nikurudishe nyuma. Baada ya mwaka 96 kuona maono haya, sikufanya chochote, nikaendelea kuwepo. Na mwaka 99 niliamua kurudi Singida baada ya kazi yangu kukoma. Wakati huo nilikuwa na mtoto mmoja, na baada ya hapo nikaenda Singida. Nilipoenda Singida, Mungu alinirudisha kwa kuniadhibu. Niambia, umerudi kufanya nini? Kazi huku imeisha, rudi Dar es Salaam. Sikujua nirudi vipi, lakini baada ya muda fulani waliniita watu wa Kisiwani ya Kurasini niende kufanya kazi ya umesenja na kuangalia bustani na usafi wa kanisa pale Kurasini. Wakati nikiwa nafanya kazi mwaka 2000, Mungu alinikumbusha kwa kunionya onyo kali sana kwamba nakuita unitumikie, unakataa, kwani wewe ni mbora kuliko watu wengine. Akaniletea picha ya rafiki zangu ambao walifariki, ambao wewe unamkumbuka na wewe kama nilipata haraka sana maono haya. Ilibidi nianze kulia na kurudi kanisani. Nilikuwa nimetoka kwenda dukani, kanisani kwa sababu nilikuwa ni mwangalizi wa ulinzi pia. Nikaanza kulia, nikaanza kuomba Mungu anisaidie, anisamehe. Na wakati huo nikatoka mwaka 2000 kuanza kuja Vijibweni nitafute kuweka wapi kanisa. Sababu nilishapata onyo, niliitwa mara ya kwanza sikutii, baadaye nikaanza kwenda baada ya Mungu kunikumbusha. Nikaanza kwenda Vijibweni kufungua kanisa baada ya msoto mkali sana na maisha magumu sana ya kihuduma. Ni kama Mungu alikuwa ananiandaa. Na baada ya hapo kanisa halikutokea. Nilibatiza watu walikoka wengi karibia 100 lakini niliobatiza ni watu 5. Na watu hawa hawakuendelea. Mungu akawa anaendelea kuniambia, nimekuita lakini kazi ya Mungu sio sasa hivi, ila nakuandaa. Na mwaka 2000
4 nirudi tena kanisani. Wakaniwekea mikono kwa mashemasi. Nikamwambia mchungaji, unaniwekea mkono kwa shemasi, lakini unajua mimi ni mwinjilisti, nataka kwenda kufungua kanisa na hubiri huko na huko, sitaweza kufanya kazi hii. Kwa hiyo naomba usiniwekee. Akaniambia hapana, utaifanya, lakini mimi nakuwekea mikono, lakini hiyo kazi utaifanya. Akaniwekea mikono kwa shemasi mwaka 2006. Nikafanya hiyo huduma. Mwaka 2008 Mungu akanirudia, akanisemesha tena naenda kafanya kazi Kigamboni. Sasa wakati huo sikuwa mbishi, nikasema Mungu nakubali, naenda. Maana hiyo ni mara 3 sasa. Naenda. Kwa hiyo kwa Mungu alithibitisha kwamba ameniita kuwa mchungaji kwa mujibu wa swali lako. Lakini sikujua nianzie wapi. Nikaambia Mungu, niliomba nipe familia angalau 2 au 3 naanza nazo, kwa sababu nilipoanza mwaka 2000 mpaka 2004 sikupata washirika, nilikuwa napata mahali pa kuhubiri kwa hakuna. Kama nipe angalau watumishi 2, na kweli Mungu akafanya. Wakati ninaendelea kufanya kazi ya ushemasi Kurasini, mimi pale Kurasini nikakutana na mtu mmoja. Baada ya kuwa Mungu amesema na mimi, baada kama mwezi au wiki 2-3, akatokea kijana anaitwa Silas. Nikamsalimia, nikamwambia unatoka wapi? Pale pale ambapo Mungu alinikumbusha eneo lile. Akaniambia natoka Kigamboni na kama mahali fulani Tungi. Nikamwambia mimi mwenyewe nataka nianze kufungua kanisa huko, vipi? Akaniambia sisi tunatafuta mtumishi. Kwa hiyo kama upo, nikawaambia watumishi wako wangapi? 2, maana yake Robert pamoja na Wabiki. Nikamwambia mimi nipo, naenda kawaambie. Akaenda kawapelekea taarifa, wakaniambia. Mimi nikaa natafuta eneo la Feri nifungue kanisa. Mungu hakuniruhusu. Tafuta eneo la Tungi kwa Urasa, Mungu hakuniruhusu. Baadaye wao wakashauri sasa tuanze kanisa wapi? Kisiwani. Mimi nikaa naona ni mbali, sio kama kwa mtazamo wangu nikaona hapo sio. Nataka niende sehemu ambayo ina watu. Lakini Mungu hakuruhusu. Nikaa nafanya huduma, naombea watu wanapona, lakini kanisa halitokei. Na nikawaambia tutafute, wakatafuta, hawakupata. Mchungaji wangu wakati alikuwa ni mchungaji Singo, mchungaji msaidizi chini ya Batenzi. Ananiambia anzeni kwenye sebule ya Robert. Nikakubaliana na hiyo. Tukaanza kwenye sebule ya Robert pale mwaka 2009 mwezi wa 2, ilikuwa tarehe 9 Jumapili ya kwanza tukaanza kufanya ibada pale. Na kweli Mungu akanipa watumishi zaidi ya 2. Tukawa tunafanya nao ibada pale. Baada ya miaka mingi, kama baada ya miaka 2009, 2010, 2010 na 2011, ndiposa Mungu alinipeleka mahali ambapo alinionyesha kwenye maono kwamba nilikuleta hapa, angalia kijiji kilipo. Na kweli walikuwa wanaishi walikuwa wanaishi wa Nyamwezi ambao waliokoka karibia asilimia 10. Akaniambia nilikuonyesha ilikuwa ni hapa, na nyumba ambazo nilikuonyesha na hawa, hizo nyumba kweli watu waliokoka. Wale watu waliokoka. Sasa nikagundua kwamba ilikuwa ni hapa. Mimi nilikuwa nafikiri niwe Feri au niwe Tungi. Kumbe Mungu alikuwa sasa, kwa sababu kutokubaliana, Mungu akawa ametuleta pale kwa Bishika, tukaanzisha kanisa pale. Lakini ndio baada ya kuwa nimekubali, ndio akanipeleka kwenye ile bonde, akanionyesha ile picha ya mwaka 2006, nikaona kanisa. Kwa kanisa limeanza kwa namna hiyo. Hongera sana. Ndio yako ni ngumu kidogo kuona kisiwa. Sio kijiji, sio kisiwa. Kijiji ambacho kisiwa mpaka mwisho. Ni watu wakubwa, kuna wengine wasipo wana